Karibu tena kwenye mwendelezo wa hadithi yetu ya kutoka machungani hadi kiti cha enzi. Ufalme wa kweli ni moyo. Katikati ya pango, tumaini likiwa linaonekana. Watu wakijivunia na kuona wamepata kiongozi asiyejivuna wala kujisifu. Kwa mbali ulionekana msafara. Ulikuwa ni msafara wa Mfalme Sauli. Alikuwa amechoka baada ya safari ndefu isiyo na mafanikio. Sauli yuko karibu. Naam, safari ya kumtafuta Daudi. Hakujua ya kuwa aliyekuwa akimtafuta alikuwa karibu yake. Akaweka kambi kando ya pango alilokuwa amejificha Daudi. Kwa utulivu, msipige kelele. Mfalme Sauli akaingia pangoni kujipumzisha. Pasipo kujua ndani ya pango alikuwemo adui yake. Hii ndio nafasi yako. Maliza sasa. Niko tayari. Daudi alikuwa na nafasi ya kumaliza kila kitu, lakini moyo wake ulimzuia, kwa sababu alijua ufalme wa kweli haujengwi kwa damu, bali kwa haki na heshima. Na wakati mwingine vita kubwa si ile ya nje, ni ile ya ndani. Na hapo ndipo ulipoonekana utofauti wa mfalme wa kweli. Hapana, si sahihi. Mfalme Sauli akiwa amelala, Daudi alikata kipande cha nguo ya mfalme. Kulipopambazuka, pasipo kujua chochote, Mfalme Sauli akitoka pangoni, Daudi alimuita Mfalme Sauli na kumwonyesha kipande cha nguo. Mfalme wangu, kwa nini unanifuatilia? Wewe ni mwenye haki. Je, unafikiri vita itakuwa imeisha? Na vipi kuhusu kile kinachoendelea pangoni? Kwa mwendelezo wa hadithi hii na hadithi nyingine za Biblia, tafadhali comment, like, share na subscribe.